Karibu tena katika sehemu ya pili na ya mwisho ya drama yetu nzuri ya First Kiss for Seventh Times. Basi tuendelee tulipoishia. Sasa Soojin anapotoka kazini ndio akaona kuna mtu alimpigia. Mara akaitwa. Kuangalia alikuwa ni Kai ambaye naye ni superstar mmoja mkubwa na tajiri. Sasa kila mwanaume anayekutana naye anakuwa anampenda. Kai hakuongea sana, akamshika mkono kisha wakaelekea kuangalia vitu mbalimbali kama midoli na vinginevyo. Pia walipiga picha wakiwa pamoja na kufanya vitu vingi sana. Sasa baadaye wanapotoka, mvua ikawa inanyesha. Kai akavua koti lake ili walitumie kama mwamvuli, akamfunika Soojin kisha wakatoka wote wanakimbia. Sasa Soojin kumwangalia Kai usoni akabaki anachanganyikiwa, akawa hata tamani hata kuamka kwenye hii ndoto tamu. Baadaye wakawa wanatembea, wakafika mahali kuna kamziki na watu wanacheza. Kai akamvuta na wao wakaanza kwenda na step pale. Kalikuwa kamziki fulani hivi katamu, na hivi vitu huwezi vikuta huku kwetu. Huku sisi ni mwendo wa kuruka na kupamiana. Basi Soojin alitamani sana kama hii ndoto iendelee asiamke tena. Kisha baadaye Kai akatoa pete na kumvalisha Soojin na wote wakawa na pete za aina moja. Kisha akamsogelea. Soojin akamwambia tufanye hivyo baadaye. Akawa anaogopa wakikiss ataamka kwenye ndoto, lakini Kai akamwambia hawezi subiri. Akamsogelea ili ampige busu. Kama ilivyo ada, Soojin akaamka na kujikuta pale pale kazini. Na huyu alikuwa mtu wa 4 na wamebaki wawili tu. Mara wakafika wenzake na kumwambia anaitwa na mpenzi wake. Soojin akashangaa, lakini alikuwa anajua hii ni ndoto tu. Akaelekea huko. Mara akafika mwanaume na kumkumbatia, na huyu alikuwa ni Taek, mtoto wa chairman wa kampuni kubwa. Taek akamchukua na akaenda kumnunulia vitu mbalimbali ambavyo Soojin alikuwa akitamani kuwa navyo siku moja. Soojin akawa anamwangalia Taek akijiambia, kwa nini isingekuwa kweli na nikawa na boyfriend wa kweli na sio kwenye ndoto? Taek akamsaidia mizigo na kumpa msaidizi wake ashike, kisha akaendelea kuzunguka akiwa na Soojin. Soojin akamuuliza, kwa nini ananifanyia yote haya? Taek akamwambia, kwa sababu wewe ni malkia wangu. Soojin kusikia yeye ni malkia wa Taek akafurahi sana. Sasa wanapotoka wakakutana na mwanamke mmoja wa kitajiri aitwaye Laura. Laura akamind kumuona Taek yupo na mwanamke, na yeye na Taek walipangiwa kuoana na familia zao. Lakini Taek akamwambia, mimi na wewe hatuwezi kuoana. Laura akahamishia hasira zake kwa Soojin, akachukua kinywaji na kummwagia Soojin usoni. Taek akamind na kumuuliza Soojin kama yupo sawa. Soojin akamwambia anaomba ampige busu, maana akimpiga busu ataamka kwenye ndoto. Lakini mara akafika mama wa Taek na akaanza kumsema Soojin vibaya. Taek akamwambia, mama, nitamuoa Soojin na si Laura. Mama yake akakataa, akaagiza mboga na kutaka kumrushia Soojin usoni, lakini Taek akawahi na kumzuia. Sasa anapomzuia, kwa bahati mbaya akamrushia Laura usoni. Wafanyakazi wakacheka libaya mno. Mama akampa pole Laura, kisha akamind hadi akapata pressure. Sasa Soojin akamwambia Taek, siwezi vumilia hizi kasishe. Akataka ampige kiss ili amke kwenye ndoto, lakini Taek akamwambia asubiri. Akaitisha mkutano. Kisha akiwa na Soojin akawaeleza watu kuwa kaamua kuacha kila kitu cha kampuni na urithi na anataka kuishi na Soojin milele kwani ndiye mwanamke anayempenda. Sasa Soojin akamwambia, kwa nini uache kila kitu kwa ajili yangu? Taek akaamua kumnyamazisha. Sasa Soojin akawa anaogopa, maana akikiss tu anaamka kwenye ndoto. Akashindwa kuzuia na akajikuta tena pale kazini. Huyu alikuwa mtu wa 5 kati ya wale 6 na amebaki mmoja tu. Sasa mara akafika jamaa mmoja na kumwomba Soojin aende kuigiza nafasi ya mtu kwenye kushoot. Sasa Soojin kufika akamwona Jong Suk, hakuamini. Ni superstar mkubwa kwenye uigizaji na ni handsome balaa. Akabaki anamwangalia hadi nusu adondoke. Basi kazi ya kushuti ikaanza na Soojin akawa anaigiza kama mchumba wa Jong Suk, lakini alikuwa na aibu hadi akashindwa kutembea vizuri. Director akamuuliza, unatembeaje? Yaani kama hujawahi kuwa na mpenzi? Jong Suk akasema, wanarudia tena. Kwenye pati nyingine ya kumvalisha mkufu, Soojin akawa na haribu kila mara. Yeye alikuwa anaogopa kupigwa busu asijakaamka kwenye ndoto. Jong Suk akaomba dakika 10 kwa director ili Soojin akae sawa kwanza. Wakasogea pembeni na kupata vinywaji. Soojin akawa anajisemea moyoni, imekuwaje nimekuwa na aibu mbele za watu? Kuanzia sasa sitokuwa na aibu tena. Jong Suk akamwambia anaomba wajuane zaidi. Sasa fikra za Soojin zilikuwa zinawaza kuhusu busu tu. Akajikuta karopoka na kusema, sitaki busu. Jong Suk akashangaa kusikia hivi, maana hakumwambia anataka kumbusu.
Sujin akapotezea na kusema, nipe simu nikupe namba yangu. Akachukua simu na kuandika namba yake. Baada ya muda akawa ashakaa sawa na wakarudi kuendelea kushoot. Kwa sasa Sujin hakuwa na aibu wala kuogopa. Kipande kikawa kikali sana. Director akakikubali sana hiki kipande. Akawaomba washoot na kipande kingine cha mwisho, kwani walikuwa wameua sana kipande kilichopita. Na sasa kilikuwa ni kipande cha kissing scenes. Sujin kusikia akashtuka, kwani hataki kupigana busu asije akaamka. Jong-suk akamwambia, tunaigiza tu, si kweli. Ikabidi akubali. Basi wakaanza kushoot pale. Sujin akawa anaogopa, akauliza kama kweli wanaigiza. Jong-suk akamwambia, tunaigiza kwenye kushoot, lakini siwezi igiza kwako kama nakupenda. I say, akawa anaenda kumpiga busu. Na huyu ndo mtu wa mwisho kwenye zile card. Kama alivyotarajia, ndoto ikaisha na akajikuta yupo kazini. Tayari ameshakutana na wanaume 7. Sasa mwenzake mmoja akaomba aingie zamu yake kesho, kwani yeye anaenda out na boyfriend wake. Sujin akakataa. Wakamuuliza kwa nini anagoma wakati hana mahali pa kwenda na hana hata boyfriend. Sujin akawaambia, nina boyfriends, tena ninao 6. Akatoka pale anakimbia. Wakamshangaa kwani Sujin kabadilika ghafla. Sujin akasogea pembeni na akawa na huzuni sana, kwani amedate na wanaume maarufu 7, lakini ilikuwa kwenye ndoto na si kweli. Ikabidi ajifariji na kujifanya ana furaha. Mara yule mama akafika tena. Sujin akashangaa kumwona. Mama akamwambia, usijali, bado mchezo haujaisha. Akampa nafasi nyingine, achague mwanaume mmoja tu maarufu ambaye angetamani kuwa naye, na huyo ndiye atakayekuwa naye kiuhalisia. Sujin akaanza kujiuliza, atamchagua nani? Maana kati ya wale 6 wote ni wakali na wapo na wengine wakali zaidi. Sijui alimchagua nani, lakini aliporudi alikuwa na furaha sana. Hadi wenzake wakawa wanamshangaa, wakamuuliza kama kuna kitu kizuri kimetokea kwake. Baada ya dakika chache akafika bonge mmoja la HB. Wote wakawa wanamtolea macho, na hakuwa mwingine bali alikuwa ni Lee Min-ho. Basi wale wenzake wakaanza kujipendekeza pale kwa Lee Min-ho. Sujin bila kuogopa akamsogelea na kumuuliza kama wanajuana, lakini Lee Min-ho hakuwa akimjua. Sujin akamuuliza kama atahitaji kukutana naye baada ya kazi, lakini Lee Min-ho alifika kuulizia kuhusu duka fulani. Sasa Sujin akawa kafurahi na akawa anacheka tu pale. Akamuuliza Lee Min-ho kama anahitaji namba yake, lakini Lee Min-ho hakuwa akimuelewa anamaanisha nini. Akasogea kuwauliza wenzake. Sujin akakichukua kitabu kimoja ambacho mwandishi alikuwa ni Lee Min-ho. Baadaye anapotoka akawa anakisoma kile kitabu, akakipenda sana. Mara Lee Min-ho akamuita. Sasa Sujin akamuomba msamaha, kwani mara ya kwanza alifikiri na Lee Min-ho atakuwa anamjua kama ilivyokuwa kwenye ndoto, lakini wakati huu ilikuwa ni tofauti. Pia akamuuliza kwa nini kamuita. Lee Min-ho akachukua card moja na kumpa. Aliidondosha kwa bahati mbaya. Sujin kutazama, aliye kwenye card alikuwa ni Lee Min-ho. Hii ikimaanisha kuwa huyu sasa ndiye anaenda kuwa mpenzi wake wa kweli na si wa kwenye ndoto tena. Basi Sujin akafurahi sana, kwani mwisho kapata mpenzi na hatakuwa mpweke tena. Basi nami nikushukuru sana kwa kuwa nami toka tunaanza mpaka sasa tunamaliza. Hii ilikuwa short recap, lakini jambo zuri linakuja karibuni. Stay tuned. Bye bye.